Jina langu naitwa Suleiman Maneno, ni mwasilika wa mvua hii ilionyesha leo ya siku ya Jumatano tarehe 12 leo. Mvua imekuja kama saa 12 kasoro hivi, lakini mvua yenyewe sio kubwa sana. Tatizo la kuwasilika na mvua hii iliyokuja kwa miundombinu tunaojengewa hii ya lami, mkandarasi amekuja kufukia ule mfereji wa mwanzo awali kabisa. Ameufukia ule kwa kutengeneza lami ili kutanua barabara. Alishindwa kufuata ule mfereji wa mwanzo ili mradi mvua ikija maji yatiririke kule. Alafu isitoshe yeye barabara yenyewe hakuijenga, kaiweka flow. Ina maana yale yaliweka flow maji wakati anapotoka mlimani kule yakija yanatuama. Hata ile kalavati ya pale chini kalitengeneza bomba ndogo. Lile la mwanzo lilikuwa kubwa, sasa hivi kalitengeneza ni ndogo. Sasa pale panaziba. Pakiziba maji yanarudi nyuma, yanatafuta njia pa kupita. Na ndio maana yakarudi nyuma katika majumba yetu. Maji yameingia ndani mpaka vyumbani. Magodoro kama hivyo unavyoona. Magodoro tumetoa, vitu vingi vimeharibika. TV zimeharibika, radio zimeharibika, vyombo vya kula ndo kabisa kwa sababu jana usiku alikuja kuweka gundi lile. Sasa ile gundi ndio imekuja imenasisha katika vitu vyetu vyote. Imeharibika kama huko mbele unavyoona kuna fremu mbili huko. Kuna fundi charahani na kuna fundi nywele. Huyo fundi charahani ameharibisha nguo za watu na fundi nywele vile vile ameharibisha vifaa vyake chungu mzima. Na samani ya ndani vimeharibika vitu vyote. Serikali kwanza inapoweka miundombinu ifuatilie hawa wakandarasi. Wafuatilie vizuri kandarasi na injinia afuatilie kuangalia hapa nifanye vipi. Alafu vile vile ashauriane na wale wakazi wa pale, hivi kama ninatengeneza barabara hapa mvua ikija inafanyaje? Tunamwelekeza hapa bwana ufanye hivi, kuna mfereji unafanya hivi, unafanya hivi. Lakini wao wanapokuja kwa vile wao wamesoma si hatukusoma, wanafanya wanavyojua wao, wanavyofanya wanavyojua wao leo kesho na kesho kutwa. Ndio inavyokuja hii mvua sasa sisi tunaasilika. Chungu mzima mundani. Hata kama ikiwa na samani ndogo, unga umesharoa huko, watoto wa shule nguo zishaharibika, tunakula nini na tunafanya nini? Kama inawezekana kuja kutathmini kutulipa, basi waje kutulipa. Lakini vile vile inawezekana hii barabara inatengenezwa katika kuta za nyumba, waweke kingo za kuzuia maji kuja katika ndani ya nyumba zetu. Magodoro kama hapo baba, hata tuelewe tunalala wapi? Magodoro ndio haya yako nje. Watoto tunao wanne wameenda shule kakangu. Tunakuja wakirudi wanakuja kulala wapi? Humo ndani lami yote imejaa ndani. Tunalala wapi jamani? Tuangalie kama watu wanatengeneza barabara, watengeneze basi na mitaro. Mbona hii barabara mwanzo ilikuwa na mitaro? Sasa mitaro hamna. Inakuwaje sasa? Mama Samia tuangalie jamani, sio wanakenzia tunateseka, tunaumia. Mtoto kama huyo lami. Hebu angalia lami kama hiyo kwa mtoto kama hivi. Hivi ndani yenyewe imetoka kumuogesha mtoto huyu, imetoka kumuogesha. Alikuwa milami mitupu mpaka kichwani. Hebu muangalie mtoto hata shule yenyewe hajaenda. Futari zimeenda na maji. Hela zilikuwa tunakula nini? Maji unaona? Nimwambia tuangalie mtoto wanaishi wake. Sisi tunaenda wapi jamani? Hatuelewi leo jioni tunakula nini? Mpaka dakika hii hatuelewi maji ndani yamejaa. Hatujui tunafanya nini. Sisi tunafanya nini hapa tuelewe. Mwambie Mama Samia tusaidie jamani. Huko ndani ndo akufai, hatuna yaani vyombo vyote havifai. Tunaenda wapi jamani? Serikali tuangalie kwa upande wa pili. Vyote katika ndani yako kufai kabisa. Huko ndani ndo kabisa akufai, yani akufai. Barabara yote tumetoa nje. Wananchi kama tuko kuna ukimbiza kweli. Lami chini. Angalia ndoo, yani tuna deki mpaka tumechoka. Hata usiku tuna deki ndoo. Ndio kaleta tatizo hapa. Tatizo kalileta maji mpaka nyumbani kwetu, magodoro tumefunga juu. Alifanyia kusudi na diwani ashaikufika, mtendaji kashaikufika, lakini hakuna chamana mpaka leo. Na ndio kwanza leo hapo washaondoka, tujue hata tunaendelea. Kuliko kwa hivi, toka amevunja mtaro mkandarasi, hapa tulikuwa na mtaro wetu. Yeye kaja kuuvunja, maji yanaingia mpaka vyumbani. Magodoro na tushawaita tripu ya kwanza alikuja mtendaji na alikuja diwani. Wakasema baada ya wiki mbili tu mtaro utawekwa. Haujawekwa. Leo haya maji yamepungua. Yalijaa mpaka vyumbani na bado yapo tujaweza kuyatoa. Na mpaka sasa hivi hawajatoa ushirikiano kusema kwamba tutafanyaje ya maji na mwenyekiti akiwepo yuwapo Saidi Mwikala, lakini hakuna ndio tumechoka. Mwezi wa Ramadhani tunataka tupike iftari, hatujatafuta iftari na tunafuturu ndoo zetu zile kwanza maji ya kula zimejaa lami tu. Tunafuturu vipi leo? Watusaidiaje?
zetu waje watulipe vitu vyetu. Na tutafutie sehemu ya kukaa leo kufuturu. Hatuna sehemu ya kufuturu. Na futari zote vibubu changu kile pale kimeloa maji. Hela zote za nazi zimeondoka na maji. Je, naishi vipi? Wangetuambia tuko Spengo mabondeni. Lakini leo tuko Spengo. Tuko kati ya Bomani hapa. Nataka jembe, nikajua nyumbani kwao. Sasa natoka na kwa niambia nenda kwa mwanangu shauri wako. Serikali hawajatuambia chochote. Wamepanda pikipiki, wameondoka. Mimaji kibao, wanatusaidiaje serikali? Vitu vimeharibika, futari pa kupika hatuna. Haya tunaishije? Mizigo juu kama hivi kama wakimbizi. Na sehemu ya tuko Msimbazi, tuko juu huku kata Mnyamani Faru. Tungekuwa Spengo angetuhamisha Gola Pande. Haya hapa wanatuhamishia. Mimi naitwa Zainabu Salim Mbura. Yaani kwa kumbe ndio vitu vyote. Naitwa Saleh. Hali kama unavyoiona mvua zilizonyesha hivi karibuni kwa asubuhi ya leo. Kwa hivyo kutokana na changamoto ya mitaro, basi maji yameweza kuvamia au kurudi nyuma, ndio mwisho wa siku kuingia majumbani kama hivi. Kusema kweli mimi nimeathirika, vyumba vyote hivi vimejaa maji na hapo ndio niko katika mchakato wa kutoa hayo maji. Naona. Ila mpaka sasa nashukuru nimepambana, nimeyamaliza. Kama kuharibika vimeharibika vitu, kuna baadhi ya vitu vimeingia maji huko ndani. Umeona? Kwa hiyo mimi yani naweza kusema wito wangu yani, mimi naona bora tu tulipishiwe ule mtaro pale, ili maji yawe yanapita kama siku zote. Ingia moto. Kwa hiyo vitu kama hivi vilivyoathirika na nini, kwa hiyo ndio hivyo changamoto yangu hiyo. Yes. Maji yameniathiri. Tambulishe. Mimi naitwa Charles William Mwakatuma. Mjumbe wa shina namba 2. Tuambie madhara. Madhara yametokana na hii barabara iliyojengwa sasa hivi. Baada ya kwa sababu hizi mvua zinazoja sasa hivi zimeathiri nyumba zetu. Na hii njia aliyojenga watu wa barabara kuna njia kupita maji. Sasa ile sehemu wameiziba kufuata na ile barabara. Na kama unavyoona wananchi wote tumeathirika na maji. Nyumba zote tunataka msaada sababu watu vijao vimeharibika. Alafu vyakula vyao vimeharibika. Kama kuna msaada watu wote tusaidie serikali. Wananchi mpaka sasa hivi toka asubuhi hawajala chochote. Naomba serikali tusaidie, yaangalie jinsi ya kutusaidia. Tukamwelekeza naye kaangalia na akatuahidi kwamba siku 2 kesho, alisema kesho tunaenda kumwaga wanamwaga lami. Alafu hapa pembeni hapa penye matatizo atatujengea kimfereji cha kupeleka maji. Ndio alivyotuahidi. Una wito gani sasa kwa wananchi wale wengi wamefunga, waweka vitali vyao vimeloa. Yaani kwa siku ya leo sidhani wataishije. Kwa hiyo ngomba sana serikali. Yaani wasaidie. Na huko kandarasi tunamwomba afanye haraka kwa sababu hii mvua ndio kwanza. Aeke mtaro kata zinaanza. Kishika maji itakuwa. Mtaro ndio ufanyike kwa haraka kwa sababu hii ni njia kubwa ya maji ya kutoka huko Jufari huko kuja hivi kote. Kwa maana hii ni njia kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba mtaro kwa haraka utengenezwe. Maana kale maji na mwenyewe ameingia huko ndani, mafuta ameingia malami huko. Kwa hiyo tunachoomba tu mtaro. Unaitwa nani? Naitwa Biti ya basi.